Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo jameni. Basi asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii watu wa Busia. Najua tulikuja pale kwa stadium nikasema shukurani zetu kwenu, lakini kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kufika hapa Budalangi na watu wa Budalangi ni marafiki zangu sana, mimi nasimama mbele yenu watu wa Budalangi kusema asante sana kwa kura zenu. Nyinyi ni watu wa Mungu, nyinyi ni watu waaminifu. Nataka niwaambie vile mulitusaidia, mkatupigia kura zenu na pia mkatuongezea maombi, Mungu naye alitupatia ushindi. Na mimi nataka niwaambie Budalangi na Busia asante sana. Na ndio sababu leo nimefika hapa. Pale nyuma tulikuwa na matatizo mengi. Vile gavana wenu amesema nimekuja hapa mara nyingi. Vile mjumbe wenu amesema nimekuja hapa mara nyingi. Vile Ababu amesema nilikuja hapa mara ya kwanza miaka karibu 20 imepita. 19 years ago nilikuja hapa. Kiwanja hii ambaye tuko naye hapa Mulukoba. Hapa Mulukoba nilikuja hapa 19 years ago. Hapa mahali tumejenga hii landing site kulikuwa hapo na mjengo kidogo hapo ambaye tulifanyia mkutano. Leo mimi nimefurahi ya kwamba mahali kulikuwa na kasha kidogo, leo tumeweka economic activity ya watu wa Busia, ya watu wa Budalangi. Na wakati mumenipatia nafasi ya uongozi, nikatuma huyu waziri wangu Bwana Mvuria. Nikamwambia pale Mulukoba tunataka tujenge landing site ya samaki, na akakuja hapa. Nashukuru waziri, mlikuja mkaungana na gavana wa hapa, na ndani ya karibu chini ya mwaka moja hiyo mjengo yote tumejenga, tumekamilisha. Leo nimefungua rasmi na nita handover kwa ndugu yangu Mheshimiwa Otuoma. Sasa yeye na wale beach management units ya hapa na wavuvi, na tumesema hao wavuvi wote waingie katika cooperative ndio wasimamie hii facility chini ya county, ndio hii facility iwe faida kwenu. Mimi nimefurahi sana. Hapa tumetumia karibu shilingi milioni 130 kujenga, na facilities zile ziko huko ndani za cold rooms, mambo ya kutengeneza ice na kazi ile ingine. Ile kazi ingine imebakia kidogo, sasa governor atashughulikia, na akipata matatizo ataniambia ndio nimshike mkono so that we can make economic activity out of this facility. Mbali na hii facility, pia nataka tujenge facility kama hii hapa Bumbe, hapa Funyula. Vile vile huyu ndugu yangu wa Chanda aliniuliza tujenge facility kama hii pale Wechulum katika constituency yake hapa Bondo. Pia tumejenga facility kama hii ingine kule Luanda Kotieno, na tunajenga zingine 9 katika ufuo huu wa Lake Victoria. Nilikuwa kule Mombasa na Pwani kwa sababu katika hii mpango tuko na landing site kama hii 9 kule ufuo wa bahari na 9 katika ufuo huu wa ziwa la Lake Victoria. Kwa sababu mambo ya blue economy, vile mulisikia, nilitengeneza state department maalum ambayo itasimamia biashara hii, kwa sababu ni biashara ya muhimu, na tunaweza kupata bilioni 120 mpya ya pesa na mapato kutokana na blue economy. And that is why we have a comprehensive plan on what we want to do about the blue economy. Watu wa Busia, watu wa Siaya, Kisumu, Migori, Homa Bay,
na watu wa Lamu, Kilifi, Mombasa, Kwale. Hiyo kaunti zote tumekubaliana na tuko na mpango maalum ya kushughulikia hii mambo ya blue economy, because we want to integrate the blue economy into the economy of the Republic of Kenya and scale it up so that we can be able, not just for food security, but also for incomes for the people of this region. Kwa hivyo, tutashirikiana pamoja. Mimi nataka waziri, tutaanzisha hii ya Bumbe hivi karibuni, tutaanzisha zile zingine ambazo hazijajengwa. We have about 6 of them that we are going to build, na waziri ndio huyu na ni mchapakazi, na PS wake yuko hapa, they know what to do. Tunaelewana jameni? Hiyo ndio mpango tuko naye. Mimi nimefurahi sana wakati tulikuja na hawa wangwana wawili wamesimama, hawa chairman walikuja kwa mkutano yetu, hawa wawili tukaketi pale kabla ya uchaguzi na tukauliza watu wa Busia, tunataka tujue ile economic activity mungependa serikali yenu ya future ipange ni gani, na hawa wangwana wakatueleza haya mambo. And I am very proud today that we have not just a plan, but we are implementing the plan on blue economy as per the recommendations of the people we met in this region. That is what constitutes a manifesto. That is what constitutes politics of policy, programs and an agenda. Hiyo ndio siasa mpya ya taifa letu la Kenya. Siasa ya sera, siasa ya mpango na siasa ya miradi ya maendeleo ndio itabadilisha taifa letu la Kenya jameni. So hiyo mpango ingine yote tutafanya kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hiyo mpango inatekeleza vizuri. Vile vile tukiwa pale Mungati mwaka uliopita kabla ya uchaguzi, mlituambia kuhusu matatizo ya usalama katika ufuo huu wa ziwa la Lake Victoria. Na matatizo tulioko nayo kwa sababu ya kukosekana kwa usalama hasa na nchi yetu ya jirani. Niliwaahidi ya kwamba Rais Museveni ni rafiki yangu na nitaenda nimsungumuzie. Yeye ni mzee wa sehemu hii yetu. Na Rais Museveni amekubali ya kwamba tutashirikisha walinda wa usalama wa Kenya na walinda wa usalama wa Uganda ndio tuondoe ile changamoto iko hapa katikati. Hata nyinyi mnajua ya kwamba tumeanza kupunguza ile incidences ambayo ilikuwa inaendelea hapa katika ziwa letu hii. Vile vile tuko sasa na mpango maalum. Mbali na ile mazungumzo tumefanya na ndugu zetu wa kutoka kule Uganda, pia tuna increase facilities zetu kama serikali ya Kenya ili kuprotect wale fishermen wetu wanaenda kule kuvua samaki. Hapa katika kiwanja hii tunajenga patrol base mpya ya Coast Guard hapa. Tumeweka na huyu bwana Shosho ndio Director General wa Coast Guard. Na tumekubaliana anajenga hapa, tunaweka milioni 80 ya kujenga a special Coast Guard facility. Na pia tutaongeza ile security boats ambazo askari wetu watatumia kuhakikisha kwamba wavuvi wetu wako protected, kuna usalama, tunaondoa wakora, tunaondoa matapeli na tunahakikisha kwamba we secure the resources and we secure the area that our fishermen are using even as we coordinate with nchi yetu jirani ya Uganda. Mimi nataka wananchi wa hapa, mimi nataka wavuvi wote vile tunawapanga katika cooperative. Tunataka pia muhuzishe Coast Guard ili mupate usalama ya kutosha na kukiwa na matatizo tuweze kuyashughulikia in good time so that we can make sure that our fishermen don't end up in trouble. So hiyo ndio mpango tumefanya. Vile vile viongozi hapa wameniuliza kwamba tuko na matatizo kwa sababu ya overfishing. Hapa samaki imeenda chini. Speaker alisema, Ochanda amesema na hawa viongozi wote wamesema ya kwamba fishing imeenda chini. Pia mimi nataka niwatangazie ya kwamba tuko na mpango
ya restocking ya Lake Victoria. We have a comprehensive plan on restocking of Lake Victoria. Mimi nitarudi hapa kabla ya mwisho wa huu mwaka kwa sababu tuko na facility ambayo tumepanga ya shilingi bilioni 1 hapa Kabonyo. Hiyo facility ndio tutaweka hatcheries nyingi na tutaajiri vijana wengi watakao tusaidia katika restocking ya ziwa letu la Lake Victoria. Mimi nitarudi hapa kuianzisha rasmi. Tumepata pesa karibu shilingi bilioni 1 ya kufanya hiyo kazi. Vile tuko na hiyo facility hapa, tunajenga facility ingine Kiganjo kule Nyeri. Tunajenga facility ingine Sagana kule Kirinyaga. Na tunajenga facility ingine kule Shimoni, Kwale. Kwa sababu we want to have a plan on how we are not only going to exploit our blue economy resources, but we are also going to participate in making sure that we exploit them sustainably by making sure that we can restock and we can make sure that that becomes continuous business between the government of Kenya and all the other stakeholders that are involved in that space. Vile msikia huyu mama Veronica akisema katika hiyo Victoria